Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Hicho ni kitambulisho cha kipindi chako cha Neno, na karibu kwenye meza ya neno la Mungu. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako. Neno la Bwana latujia kutumia kinywa cha mtumishi wake mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 aya ya 1 hadi aya ya 9. Baraka hizi zatangulia kwa wimbo ufuatao. Songa ulimwengu sitafurahia, kimbilie Yesu Mwokozi. Waliniambia ewa ndugu, unayo nafasi nzuri mbinguni, mji yenye tumaini yakingojea watakatifu. Tena waliniambia zaidi, utakuwa furaha kubwa mbinguni tukionana na Yesu uso kwa uso, nasi tukifurahi. Ulimwengu wa shida, ulimwengu mambo yatusonga, ulimwengu sitafurahia, kimbilie Yesu Mwokozi. Ulimwengu wa shida, ulimwengu mambo yatusonga, ulimwengu sitafurahia, tukimbilie Yesu Mwokozi. Asia, Europa na Afrika, sikuona nchi nzuri kama mbinguni, imejengwa na dhahabu. Tutaonana na mitume, tutakutana na Stefano, tutakutana na Yohane, tutakutana na Yakobo, tutakutana na Paulo na watakatifu wote waliokubali kuteswa kwa ajili ya Yesu, kupigwa kwa ajili ya Yesu. Nchi ile ni ya furaha na ya amani. Hata nyota kuna usiku baba, nuru yake ni Bwana Yesu. Tutakutana na mitume, tutakutana na Stefano,
Yapendeza jinsi gani, rafiki msikilizaji, kuwa na wakati kama huu wa kulisikiliza neno la Mungu. Naamini kwamba daima walibariki jina la Bwana kwa ajili ya baraka ya neno la Mungu linalokufikia saa kama hii. Karibu basi tupokee mafundisho ya leo yanayotoka kwenye kitabu cha Warumi, somo letu likiwa kwenye sura ya 5, tukianzia aya ya 1 hadi aya ya 9. Tunapogeukia sura hii ya 5, tutamuona Paulo akijibu swali ambalo ni kawaida kuibuka katika mawazo ya yeyote yule. Ametujulisha hapo awali kwamba tumeokolewa kwa ukombozi aliyotufanyia Kristo, nayo ilikuwa kwa gharama kuu sana pale msalabani. Gharama hiyo huondoa swali lolote kuhusu hatia ya dhambi kabisa maishani mwetu. Hii ina maana kwamba hatuwezi kusimama mbele ya Mungu ili kuhukumiwa kusudi tupate wokovu, ila maana yake ni kwamba kuna hayo makao ya milele kwa hao wanaomtumaini Kristo Yesu. Sasa swali atakaloshughulikia ni kuhusu maisha haya, yani wakati huu. Swala hili mtume Paulo atatujulisha faida zilizopo kwa kila anayeamini mara anapohesabiwa haki kwa imani katika Kristo Yesu. Yote tutakayotaja ni mambo ambayo ulimwengu watamani na kutafuta sana, lakini hawapati. Utawaona wengi wakitumia fedha wakitafuta haya tuyapatayo kwa Kristo kama waumini. Ninaposema hivi, sina maana kwamba kila muumini afurahia baraka hizi. Mungu kwa neema yake ametuandalia meza ya haya yote, nasi kwa mkono wa imani twaweza kupokea. Soma sura ya 1 mstari wa 3 uone hilo lililopo. Tuanza kwa faida ya kwanza katika wokovu, nayo ni amani. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 1, ambapo neno la Mungu lasema hivi kwenye sura hii ya 5 ya kitabu hiki cha Warumi: basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kuhesabiwa haki ina maana ya tendo moja la imani hapo tulipomwamini Kristo. Ni kwa njia hiyo ndipo twapata kuwa na amani na Mungu. Kwenye neno la Mungu twapata jina hilo amani likitajwa mara kadha wa kadha kwa njia tofauti na maana pia. Iwapo kuna shirika ambalo limekuwa mbele kutafuta amani ulimwenguni, ni shirika la Umoja wa Mataifa. Na jinsi ufahamuvyo, jambo hilo limekuwa gumu sana, hawajafanikiwa, na ndivyo itakuwa kwa muda mrefu. Hivi unavyonisikia, kuna watu wanaoamini kwamba ukifanya maandamano na kupiga kelele sana, basi utaleta amani. Rafiki, naomba uelewe hili, kwamba dhambi iliyoko katika moyo wa mwanadamu haiwezi kumruhusu awe na amani. Na kwa sababu hiyo, vurugu zitaendelea kuwepo tu hadi atakaporudi mfalme wa amani, jina lake Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Ni yeye ndiye ataleta amani ulimwenguni. Kwa hiyo amani anenayo mtume Paulo si amani ambayo ulimwengu watafuta. Kisha kuna amani ambayo huletwa kwa ajili ya utulivu wa nafsi. Amani hii ndiyo Kristo alinena habari zake, kama vile twasoma kwenye sura ya 14 mstari wa 27 kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, inayosema hivi: amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Amani hii, ndugu yangu, ni kwa waumini pekee, nao wametulia katika Kristo Yesu. Ingawaje ndivyo ilivyo, si waumini wengi wanaofurahia amani hiyo. Kuna huo wakati ambapo mambo mengi huvuruga amani hiyo, lakini Mungu ni mwingi wa rehema, maana atujalizia hitaji hili mara kwa mara. Aina ya 3 ya amani ni hiyo inayotajwa kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 7. Hiyo ni amani ipitayo fahamu zote. Tukirudia hili ambalo mtume anena kwenye sura ya 5, ni amani apatayo muumini kati yake na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni amani ipatikanayo katika nafsi ya muumini afahamuye kuwa hana hatia mbele zake Mungu. Muumini huyu afahamu kwamba Mungu aliyekuwa kinyume chake kwa sababu ya dhambi sasa yu upande wake, kwa sababu amemwamini Kristo ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili apate kuhesabiwa haki. Amani hii yatokana pia na ufahamu kwamba wokovu alio nao ni wa milele na wa kudumu. Hii ni amani anayopata awaye yote mara anapomwamini Mungu na kujua kwamba dhambi zake zote zimesamehewa. Mambo yote kati yake na Mungu ni sawasawa kabisa, hakuna dosari, maana hajitegemei mwenyewe, bali ategemea hilo alilotenda Kristo pale msalabani.
Kadri tutakavyoendelea, tutaona jinsi Paulo anavyotaja habari ya amani ipatikanayo kwa damu ya Yesu Kristo. Hii ina maana kwamba yote kati ya nafsi ya muumini na Mungu hakuna deni yoyote. Deni ya dhambi imelipwa pale msalabani. Muumini hana hatia yoyote ile mbele ya Mungu kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Msikilizaji, mwanadamu alipotenda dhambi katika bustani ya Adeni, si kwamba mwanadamu alimkimbia Mungu, bali alitengwa na Mungu na pia kutengwa na uzima wake. Katika nafsi yake hapakuwa na nafasi ya Mungu wala kuelekea lolote la kiungu. Alipokufa Kristo pale msalabani, Mungu aligeuka na kumtazama mwanadamu aliyenajisiwa na dhambi, naye akamwalika kwake. Ndiposa alinena kwa kinywa cha mwanawe akisema kwamba, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yasome hayo kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari ule wa 28. Ndugu yangu, Mungu ametupatanisha naye kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Hakuna unalohitaji kufanya hata kidogo. Lakini yasikitisha kwamba kuna hao ambao hufikiri kuwa ni lazima kufanya mawili na matatu ili wapatanishwe na Mungu au kupata haki. Ujumbe wa Injili ni kwamba tupatanishwe na Mungu kwa kuwa Kristo amefanya yote na kutupatanisha naye kwa huo msalaba. Unapomwamini Kristo, amani hiyo ndiyo wapokea, maana dhambi zako umesamehewa. Wengi ulimwenguni watamani amani hii, lakini wasiipate. Nafsi nyingi zasumbuka pasipo ya kujua kweli hii. Hii ni kwa kuwa wana hatia katika nafsi zao. Rafiki, ni sehemu moja tu ndipo waweza kutua mzigo wa nafsi yako, napo ni kwa Yesu Kristo pekee. Amani moyoni mwako, amani ipitayo fahamu yote, ndiyo faida au baraka yako ya kwanza mara unapomwamini Bwana Yesu Kristo. Je, umekuwa ukitafuta amani hii kwa muda upi? Ndugu yangu, amani hautaipata kwingineko, si katika vilabu, si katika anasa, wala si katika dini, bali katika huyo ambaye ni amani. Jina lake ni Yesu Kristo, mfalme wa amani. Mwamini leo hii, nawe utapokea amani hii ninayozungumza nawe kuhusu. Tunapogeukia aya ya 2, neno hili la Mungu liendelea kutuambia hivi: ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Kuna mambo mawili tuyapatayo kwenye aya hii kwa kumwamini Kristo. Kwanza ni njia ya kumfikia Mungu. Njia hii ni hiyo ya maombi au sala kwa Mungu. Jinsi ufahamuvyo, moyo hutulia sana unapojua kwamba kuna huyo unayeweza kuzungumza naye kuhusu mambo ya nafsi yako. Kama watoto wa Mungu, tumebarikiwa kuwa na Mungu tuwezaye kuzungumza naye lolote lile. Furaha huwa zaidi anapoyajibu maombi yote. Hii haina maana kwamba ni lazima kujibu jinsi tutakavyo, bali husikia yote tumwombayo na hujibu kulingana na hekima yake, na pia kulingana na kusudi lake maishani mwetu, wala si matakwa yetu. Ni kwa Yesu aliye njia, ndiye kwa njia ya imani tumepata imani ya kuifikilia neema hii ambayo twasimama ndani yake. Nalo jambo la tatu ni tumaini tulilo nalo katika Mungu. Paulo akinena na mhubiri Tito akisema hivi kwenye sura ya 2 mstari wa 13 kwenye hicho kitabu cha Tito: tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Bila shaka sidhani kwamba kutazamia dhiki kuu ndiyo tumaini letu, kwa kuwa dhiki kuu yatia hofu, wala siyo tumaini. Ila kutazamia kuja kwa Bwana ili achukue kanisa lake kutoka katika ulimwengu huu ni tumaini lenye utukufu, nalo ndilo atatenda mara atakapofunuliwa. Mtoto wa Mungu, hilo ndilo tumaini lako. Katika siku za usoni unalo la kutazamia, kwa hivyo ishi ukijua kwamba mambo yako yote yameshughulikiwa tayari. Leo hii mwanadamu aishi katika raha zake, lakini hakuna lolote analotazamia katika siku za usoni, hasa wale wasiomwamini Kristo. Jinsi ufahamuvyo, shida na masaibu ya mwanadamu yazidi kuongezeka siku baada ya nyingine, nayo suluhu hana. Hilo ni jambo linaloshuhudiwa katika neno la Mungu kumhusu mwanadamu. Mwanadamu amemkana Mungu, naye atafuta sana njia ya kusuluhisha shida zake asiweze, ndiposa waona maandamano na mengine kama hayo. Kuu na muhimu ni kwamba wewe kama mtoto wa Mungu umebarikiwa, maana unalo tumaini katika Mungu. Katika mambo yote
Mungu atafanya kazi pamoja nawe ili kukupatia mema, tena hakuna awezaye kukutenga na upendo wa Mungu. Yasome maandiko ya kukutia moyo kwenye sura ya 8 ya kitabu hiki cha Warumi, mstari wa 28 na 29. Tunapogeukia aya ya 3 na hiyo ya 4, neno la Mungu laendelea kutujulisha yafuatayo: wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Mbali na jinsi mtazamo wa ulimwengu ulivyo kwa habari ya dhiki, kwetu sisi watoto wa Mungu twajua kazi ya dhiki. Kazi yake ni kuleta saburi, nayo saburi huleta udhabiti wa moyo, na udhabiti wa moyo tumaini. Ni ajabu, msikilizaji, kwamba kuna mambo matatu makuu na yenye umuhimu sana yanayohusishwa na dhiki au shida: furaha, tumaini na saburi. Yote haya yamuhitaji Roho Mtakatifu wa Mungu kufanya kazi katika maisha yetu ili tupokee kweli hii. Njia ya Mungu kupata matunda kutoka kwetu ni kwetu kusafishwa, kama vile Kristo anavyonena kwenye hicho kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 15. Hivi ndivyo asema kwenye aya ya 1 hadi 4: mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Rafiki yangu, kwa kuwa tu katika Bwana Yesu Kristo, basi tutazaa matunda kwa sababu ya kazi ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Wewe usiye muumini utafanya mambo yako kwa jinsi tofauti. Hasa ikiwa unazo fedha, utaona kana kwamba hauna shida yoyote, na waweza kuwa na tumaini kidogo unapoendelea. Kwa mtoto wa Mungu mambo ni tofauti kabisa. Dhiki au shida humzalishia Mungu matunda, na hilo ndilo mtoto wa Mungu hufurahia mwenyewe. Kwenye aya ya 5, hili ndilo neno laendelea kutwambia kwenye hiki kitabu cha Warumi sura ya 5: na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Twaendelea kuona hapa jinsi muumini hufaidi kwa kupatanishwa na Mungu au kumwamini Mungu katika yote aliyoyanena. Hapa twaona kwamba upendo wa Mungu humiminwa katika moyo wa muumini. Pendo hili hufanywa dhahiri kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Faida nyingine, msikilizaji, ni kwamba tumepewa Roho Mtakatifu. Kwa mara ya kwanza huduma ya Roho Mtakatifu yatajwa katika kitabu hiki. Hapa atajwa tu, lakini kwenye sura ya 8 ndipo tutazingatia huduma yake kwa undani. Hapa tuambiwa tu kwamba amepewa kwetu, na hilo bila shaka ni baraka kwako na ni baraka kwangu iwapo umemwamini Bwana Yesu Kristo. Kwa wale wa Korintho aandika na kusema kwamba miili yetu ni maskani au hekalu ya Roho Mtakatifu. Yasome hayo kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Waumini wa kule Korintho walikuwa wachanga, lakini Roho wa Mungu alikaa ndani yao. Ni huyo Roho wa Mungu ndiye hufanya pendo hilo kuwa dhahiri. Twahitaji daima kujua na kuishi katika pendo la Mungu alilotupa. Tunapogeukia aya ya 6, hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Hili tulisomalo hapa ndilo Kristo alitenda, msikilizaji. Alikufa si kwa ajili ya watu wazuri, bali wasiomjua Mungu. Ndiposa alipokuwa msalabani aliomba na kusema, Baba, wasamehe, kwa maana hawajui watendalo. Mimi nawe tulihesabiwa kati ya hao wasiomjua Mungu. Soma maandiko yaliyoko kwenye sura ya 2 ya kitabu cha Waefeso mstari wa 8 na sura ya 3 ya kitabu cha Injili ya Yohana mstari wa 13. Mungu amedhihirisha pendo lake kwetu kwa mauti ya mwanaye pale msalabani. Swali ni hili tu: je, utapokea pendo hilo? Unapoendelea kutafakari jibu la swali hilo, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 7: kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kudhubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Mpendwa, si rahisi kumpata mmoja awezaye kufa kwa ajili yako. Mungu ndiye alikupenda upeo
hata akamtoa mwanawe wa pekee kwa ajili yako. Iwapo utapokea alilokuandalia Mungu, ni lazima kufanya hivyo kwa masharti yake. Soma sura ya 14 ya Injili ya Yohana aya ya 6, nawe utamakinika kwa hili ni kwambialo. Kwenye aya ya 8 nayo neno hili latuambia hivi: bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Mpendwa, Mungu alionyesha pendo lake kwa ajili ya alilotutendea Kristo pale msalabani. Mungu hatuokoi kwa upendo, bali kwa neema. Hatia ya dhambi haipo tena katika nafsi zetu, naye Mungu atupokea kwa msingi huo. Kumbuka kwamba hatia hiyo ya dhambi yaondolewa mara mtu anapomwamini Bwana Yesu Kristo. Hakuna njia nyingine yoyote awezayo kuokolewa mtu isipokuwa kwa imani katika Kristo. Nayo aya ya 9 yasema hivi: basi zaidi sana tukisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Iwapo kuna jambo ambalo lawatisha wengi, jambo ambalo lawafanya watu kuwa na hofu sana, hasa wanapokuwa wagonjwa au wanapofahamu ya kuwa wakaribu kufa, ni hukumu ya Mungu inayotisha. Mtu yaweza kujifanya kwamba ni shujaa sana iwapo yu katika hali nzuri, yani afya nzuri, lakini anapofahamu ya kuwa yu karibu kufa, mara moja utaona akifanya kila aina ya sala. Kwa hili, ndugu msikilizaji, ningelipenda kukufahamisha kwamba iwapo u katika hali kama hiyo, elewa ya kuwa njia yako ya pekee ya kuokolewa ni kwa kumwamini Yesu Kristo. Kwa kuwa unapomwamini Kristo wahesabiwa haki, na ukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, utaokolewa pia na ghadhabu yake. Hilo ni jambo ambalo wahitaji kufahamu, maana pasipo ya kufahamu hilo au kumwamini Kristo, utaendelea kuishi kwa hofu ya mauti. Na nikikurudia, ewe muumini, ningelipenda kukuambia kuwa hapa kuna faida nyingine yako kwa sababu umemwamini Kristo, nayo ni kuokolewa na ghadhabu yake Mungu, maana umehesabiwa haki. Elewa hili kwamba ghadhabu inayotajwa hapa ni hiyo iliyotajwa na manabii kama vile Sefania, unaposoma kwenye sura ya 1 ya kitabu hicho cha Sefania mstari wa 15. Hiyo ni ile sikukuu ya kuogofya, siku ya Mungu. Tumeokolewa kutokana na hukumu ya dhambi na ghadhabu yake Mungu kwa sababu ya imani tuliyo nayo katika Kristo. Siku baada ya nyingine hutuokoa kutoka kwa nguvu za dhambi. Kwenye siku inayotajwa hapa, atatuokoa kutoka kwa uwepo wa dhambi. Hii ina maana ya kuwa waumini wote watanyakuliwa kabla ya siku hiyo ya hukumu, siku ya kutisha yenye ghadhabu yake Mungu. Watakaookolewa siku hiyo si kwa kuwa wataokolewa kwa uzuri wao, bali kwa neema ya Mungu, na hiyo ndiyo yatuokoa na itatuokoa. Kila mmoja anayeamini atakuwa katika uwepo wake Mungu kwa neema hiyo. Tukiisha kuhesabiwa haki, ndugu msikilizaji, katika damu yake Yesu Kristo, tutaokolewa na ghadhabu ya Mungu kwa yeye. Jina lake libarikiwe, jina lake litukuzwe milele. Amina kwa haya yote aliyotutendea. Hebu natuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru na kulinua jina lako siku hii njema ambayo Bwana umetufunulia zaidi kuhusu faida za kila mmoja aliyeamini ushuhuda wako kumuhusu Bwana Yesu Kristo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika hali yoyote aliyomo sasa hivi utamsaidia Bwana apate kujua ya kuwa wewe ulimpenda hata kabla hajakujua wewe. Bwana, twalibariki jina lako na kulitukuza, maana ulitupenda tulipokuwa tungali wenye dhambi, na hata ukamtuma Kristo akafa kwa ajili yetu. Mtazame huyu msikilizaji wangu na umsaidie katika mahitaji aliyo nayo, hitaji la nafsi yake, hitaji la akili zake, hitaji la mwili wake, maana Bwana wewe watushughulikia katika yote haya. Najua kwamba ndiyo tayatenda, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba kutokana na haya maandiko na yote ambayo tumejifunza leo hii, umefahamu ya kwamba kuna faida kuu sana katika kumwamini Bwana Yesu Kristo. Faida hizo hazipo katika siku zijazo, bali faida hizo zipo pamoja nawe sasa hivi, iwapo umemwamini Kristo, na iwapo hujamwamini waweza kupokea faida hizo, maana faida hizo ni kwa msingi tu wa kuamini hayo ambayo Mungu amenena kwa habari ya mwana wake Yesu Kristo, kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka ili tupate kuhesabiwa haki mbele zake Mungu. Mpendwa,
Hiyo ndiyo baraka ya kila mmoja anayeamini. Baraka hiyo ni hakikisho na arabuni ya hilo tunalomtumaini Mungu katika umilele ujao. Ndugu yangu, kuna hakikisho la uzima wa milele mara unapomwamini Kristo, kwa sababu Mungu aliyenena ni mwaminifu, naye atatenda. Tukutane kwenye kipindi kijacho, tuone hayo ambayo Mungu azidi kutuandalia kwa neema yake. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Najua kwamba umeinuliwa katika imani yako na utatenda kama ulivyojifunza kutoka kwake Mungu. Huenda kuna jambo unalohitaji kufafanuliwa zaidi, au una swali au maoni, tafadhali wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio. Ushirika wako na kipindi hiki ni wa baraka sana kwetu. Utukufu na sifa ni kwa Mwenyezi Mungu. Jiandae kwa ushirika na baraka zaidi kwenye kipindi kijacho, ambapo mchungaji atafunza kutoka kwenye sura ya 5 aya ya 9 hadi aya ya 21 kwenye kitabu hiki cha Warumi. Neema ya Bwana wetu iwe nawe hadi wakati huo. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.